Naam, asante na karibu tena. Tuendelee na sehemu tulipoachia katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Mahakama Kuu ya Masjala ndogo ya Dar es Salaam leo, mahakama ilisimamishwa kwa muda baada ya wakili wa serikali Stanley Kalokola kuomba mapumziko ya lisali moja, na sasa kikao kimeanza tena na Tundu Lissu ameibua mjadala mzito. Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Wakati mahakama ya katiba ilipoendelea na shughuli zake, ilikuwa muda mfupi kabla ya saa 8 na dakika 40 mchana. Kusikilizwa kwa shauri hilo kuliendelea huku upande wa serikali sasa ukimhoji wakili Paul Kisabo, mmoja wa mawakili wa Tundu Lissu na shahidi wa upande wa walalamikaji. Kabla ya kuhoji kuendelea, wakili wa serikali Stanley Kalokola aliujulisha jopo la majaji watatu kuwa mwenzake wakili wa serikali Francis Wisdom hataendelea kushiriki katika timu ya kisheria ya serikali kwa muda uliosalia wa shughuli za siku hii. Jaji Mruma kisha alimkumbusha wakili Kisabo kuwa bado alikuwa chini ya kiapo na kumwelekeza wakili wa serikali kuendelea. Kalokola alianza kwa kurejelea suala lililojitokeza kwa kiasi kikubwa katika kikao cha asubuhi, ambacho ni uhusiano kati ya haki za kikatiba za kupata kesi ya haki na kanuni za magereza. Akirejelea ushahidi uliotolewa awali, alimuuliza Kisabo iwapo dhamana za kikatiba za kupata kesi ya haki zingeweza kuwekwa kando na kanuni za magereza. Kisabo alikubali kuwa haki za kikatiba haziwezi kupuuzwa au kubatilishwa kirahisi na kanuni za ngazi ya chini. Wakili wa serikali kisha alidokeza kuwa walalamikaji walikuwa kwa hakika wakipinga kanuni za magereza zenyewe kwa madai kuwa hazipatani na katiba. Kisabo hakukubaliana na tafsiri hiyo. Kwa mujibu wa ushahidi wake, shauri hilo la kikatiba halikulenga kubatilisha kipengele chochote mahususi cha sheria ya magereza au kanuni za magereza. Badala yake, alisema malalamiko hayo yalihusu jinsi vipengele hivyo vya kisheria vilivyotekelezwa kivitendo. Kalokola kisha alihoji kuhusu uelewa wa shahidi kuhusu uendeshaji wa magereza. Aliuliza iwapo Paul Kisabo alikuwa na uelewa wa taratibu za magereza kwa ujumla. Shahidi alijibu kuwa alizifahamu nyingi kati ya hizo, ingawa si lazima kila kipengele cha uendeshaji wa magereza. Maswali kisha alihamia kwenye masuala yasiyohusiana na mawasiliano kati ya wakili na mteja. Kalokola, wakili wa serikali, aliuliza iwapo mahabusu wana haki ya kupata matibabu yanayotolewa na serikali. Kisabo alijibu kuwa hakujua. Wakili wa serikali kisha aliuliza iwapo wafungwa wanaruhusiwa kupokea fedha ambazo baadaye zinahifadhiwa na mamlaka za magereza. Kwa mara nyingine, Kisabo alijibu kuwa hakuwa na uelewa wa taratibu hizo za kiutawala. Kalokola aliendelea kwa kurejelea matukio ambapo wakili Paul Kisabo alikuwa amepeleka fedha zilizokusudiwa kwa ajili ya Tundu Lissu. Shahidi alieleza kuwa kila alipopeleka fedha alizikabidhi kwa maofisa wa magereza badala ya kumkabidhi mteja wake moja kwa moja. Wakili wa serikali pia aliuliza iwapo Kisabo aliwahi kulalamika kwamba Lissu alinyimwa chakula wakati akiwa kizuizini gerezani. Wakili Paul Kisabo alitoa ushahidi kwamba hakuwahi kutoa malalamiko ya namna hiyo. Kisha maswali ya upande wa pili yalirudi kwenye suala kuu la shauri hilo la kikatiba, mawasiliano ya siri kati ya wakili na mteja wake. Wakili wa serikali Kalokola aliuliza iwapo Kisabo alikuwa na sifa rasmi zozote katika teknolojia ya mawasiliano. Shahidi huyo Paul Kisabo alijibu kwamba alifunzwa sheria na kuongeza kuwa usiri wa kisheria ni sehemu ya utendaji wa kisheria. Kisha wakili wa serikali akauliza kama sheria yoyote inadhibiti mahususi jinsi mawasiliano ya wakili na mteja yanapaswa kutokea. Kisabo alijibu kuwa usiri ni mojawapo ya kanuni za kimsingi za kisheria zinazoongoza mawasiliano hayo. Baadaye Kalokola aliuliza iwapo mazungumzo kati ya Tundu Lissu na mawakili wake yalifanyika kweli. Kisabo alithibitisha kuwa walikuwa nayo. Mwanasheria wa serikali alifuatilia kwa kuuliza ni nini hasa kilikuwa kimejadiliwa katika vikao hivyo. Shahidi huyo alikataa kujibu, akieleza kuwa maudhui ya mawasiliano kati ya wakili na mteja ni siri. Maswali hayo yalihusu idadi ya mikutano iliyofanyika ndani ya gereza la Ukonga. Wakili wa serikali aliuliza iwapo Kisabo aliwahi kukutana na Tundu Lissu mara kadhaa. Shahidi huyo alithibitisha kwamba alikuwa na alirejelea ushahidi wa awali ulioeleza mahali mikutano hiyo ilifanyika.
Wakili wa serikali pia alimhoji Kisabo kuhusu kanuni ya 33 akiuliza iwapo kanuni hiyo mahususi ndiyo msingi wa malalamiko ya waombaji. Kisabo alijibu kuwa haikuwa hivyo, akishikilia kuwa ombi hilo lililenga namna ambavyo mashauriano ya kisheria yalidaiwa kufanywa. Kisha Kalokola aliuliza maswali mapana zaidi kuhusu usalama wa magereza. Alipendekeza kuwa kila mtu anayeingia katika kituo cha magereza awe chini ya taratibu za usalama na uainishaji. Kisabo alikubali kwa ujumla, lakini akadokeza kuwa anaamini suala la kweli lililoko mahakamani ni iwapo taratibu za kiusalama zilizopitishwa katika kesi ya Lissu zinafuata sheria. Kisha mwanasheria wa serikali akataja wajibu wa kisheria wa afisa mfawidhi wa gereza la kulinda usalama. Hata hivyo, Kisabo alikubali kuwa wakuu wa magereza wana majukumu ya usalama. Hata hivyo, aliongeza kuwa kwa maoni yake majukumu hayo bado yanapaswa kutekelezwa ndani ya mipaka iliyowekwa na sheria. Uchunguzi huo pia ulipitia upya maoni yaliyoandikwa na maafisa wa magereza katika rekodi za wageni. Kalokola aliuliza kama Kisabo ameona maoni hayo yaliyoandikwa. Shahidi alithibitisha kuwa alikuwa nayo. Kisha wakili wa serikali alimhoji shahidi huyo kuhusu madai yake ya awali kwamba maafisa wa magereza waliweza kusikiliza mazungumzo kati ya mawakili na mteja wao. Wakati fulani Kalokola aliuliza kama Kisabo alipima uwezo wa kusikia wa askari magereza kabla ya kuhitimisha kuwa wanaweza kusikiliza majadiliano. Kisabo alijibu kuwa maafisa hao walikuwa wamejipanga karibu vya kutosha kujibu wakati wa mazungumzo na kwamba hii ndiyo msingi wa hitimisho lake kwamba wanaweza kusikia kinachojadiliwa. Wakili Kisabo alijibu kuwa maafisa hao walikuwa wamejipanga karibu vya kutosha kujibu wakati wa mazungumzo na kwamba hii ndiyo msingi wa hitimisho lake kwamba wanaweza kusikia kinachojadiliwa. Maswali yalirejea kwenye ushahidi wa awali kuhusu mawasiliano ya simu ndani ya moja ya vyumba vya mahojiano ya gereza. Hata hivyo, Kalokola alirejea ushahidi wa awali wa Kisabo uliopendekeza kuwa mazungumzo yanayofanywa kupitia simu za wafungwa yanaweza kufuatiliwa. Alipoulizwa kuhusu vifaa vya kurekodia, Kisabo alisema kuwa hatambulii kifaa fulani cha kiufundi bali alikuwa akimaanisha mfumo wenyewe wa mawasiliano ya simu. Wakili wa serikali kisha akahamia suala lingine, akiuliza kama Kisabo anafahamu kuwa maofisa waandamizi kwa afisa mfawidhi wapo ndani ya uongozi wa utumishi wa magereza. Wakili Paul Kisabo alijibu kuwa akiwa wakili anayemwakilisha mteja wake hakuzingatia muundo huo wa kiutawala kuwa muhimu kwa masuala ya kisheria yaliyoko mahakamani. Kalokola pia alihoji iwapo malalamiko yaliwahi kuwasilishwa kwa mamlaka ya juu ya magereza kabla ya kuwasilisha ombi la kikatiba. Shahidi huyo alijibu kwamba anaamini tayari alijibu suala hilo wakati wa ushahidi wake wa awali. Majadiliano yalihamia zaidi ya sheria ya ndani. Kalokola, wakili wa serikali, aliuliza kama mahakama ya kikatiba ilikuwa na mamlaka ya kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa au maamuzi ya awali ya mahakama. Kisabo alijibu kuwa pale ambapo majukumu ya kisheria yapo, mahakama inapaswa kuyafanyia kazi kwa mujibu wa sheria. Wakili wa serikali pia aliuliza iwapo ushahidi uliotolewa na Lissu na chama cha wanasheria Tanganyika unaunga mkono ushahidi wa Kisabo mwenyewe. Akajibu ndivyo ilivyo. Tahadhari kisha ikahamishiwa kwenye mzigo wa udhibitisho. Kalokola, wakili wa serikali, alimkumbusha shahidi huyo kwamba pande zinazowasilisha kesi kwa ujumla zinawajibika kudhibitisha madai yao. Kisabo alikubali kuwa ushahidi unatumika kudhibitisha madai ya kisheria, huku akiongeza kuwa kanuni za kisheria zinazotumika zinaweza kutegemea aina ya shauri lililoko mahakamani. Maswali hayo baadaye yalirejea kwenye mipango ya usalama inayowazunguka wafungwa. Kalokola aliuliza kama sheria ya magereza inaweka kikomo idadi ya maafisa ambao wanaweza kumlinda mfungwa. Kisabo alirejelea tena kanuni ya 33 na kurejea maoni yake ya awali kwamba vifungu mahususi vilivyotegemewa na waombaji vilihusu wafungwa waliohukumiwa kunyongwa badala ya kuwaweka rumande. Hata hivyo, wakili wa serikali kisha akauliza kama kulikuwa na jambo lolote kinyume cha sheria kuhusu mfungwa kubaki ndani ya seli ya mahakama.
Kisabu alijibu kuwa kwa maoni yake, malalamiko ya waombaji hayakuwa juu ya kuwepo kwa mahabusu wenyewe, bali kuhusu iwapo mashauriano ya siri ya kisheria yanaheshimiwa. Kalokola pia aliuliza kama ukubwa halisi wa vyumba vya mahojiano yenyewe ni kinyume cha sheria. Shahidi huyo alijibu kuwa malalamiko ya waombaji hayakuhusu vipimo vya vyumba, bali iwapo mazungumzo ya siri yanaweza kufanyika bila kusikilizwa. Kisha wakili wa serikali alihitimisha mahojiano yake. Wakili Edson Kilatu akiwatokea waombaji hao aliendesha uchunguzi upya kwa muda mfupi ili kufafanua mambo mawili yaliyojitokeza. Kwanza alimuuliza Kisabo kwa nini alibaki na imani kwamba maafisa wa magereza wanaweza kusikiliza majadiliano ya wakili na mteja. Shahidi huyo alijibu kwamba mara kwa mara maofisa waliingilia kati wakati wa mazungumzo na kuwaagiza wasijadili mambo fulani, jambo ambalo alisema linaimarisha imani yake kwamba majadiliano hayo yanasikilizwa. Kisha Kilatu alimtaka shahidi huyo kufafanua ushahidi wake wa awali kuhusu vifaa vya kurekodia. Kisabo alieleza kuwa kwa ujumla amekuwa akirejelea mazungumzo yanayofanywa kwa njia ya simu na kuongeza kuwa kwa mujibu wa uelewa wake kulikuwa na chumba cha kudhibiti kilichounganishwa na eneo la mahojiano. Baada ya ufafanuzi huo, Kilatu alielezea mahakama kuwa hana maswali zaidi. Kisha Jaji Mruma aliwaalika waombaji kumuita shahidi wao mwingine. Wakili kiongozi John Seka alisema waombaji hao walikuwa tayari kuendelea mara moja. Tundu Lissu pia alieleza mahakama hiyo akisema kuwa yuko tayari kuanza kumsomea shahidi anayefuata, ofisa mfawidhi wa gereza la Ukonga, bila kusubiri hadi siku inayofuata. Katika hali nyepesi iliyoibua tabasamu mahakamani, Tundu Lissu alisema kuwa hana wasiwasi na msongamano wa magari jijini Dar es Salaam kwa sababu anavyosema mienendo yake kwa kawaida iliwezeshwa na wasindikizaji rasmi. Jaji Rumisha alijibu kwa kuona kwamba wakati mwingine mahakama hukosolewa kwa ucheleweshaji, lakini kuna nyakati ambapo pande zenyewe huomba muda wa nyongeza au kubadilisha kasi ya mashauri. Wakili wa serikali Kalokola naye alitoa maelezo mafupi kabla ya mjadala kumalizika. Baada ya kuzingatia hali hiyo, majaji waliamua kusikilizwa kwa kesi hiyo na shahidi mwingine alasiri hii. Badala yake, jopo hilo liliahirisha ombi hilo la kikatiba hadi saa 3 asubuhi siku iliyofuata, yani kesho tarehe 22 Julai, wakati taratibu zilipangwa kuendelea na ushahidi kutoka kwa shahidi mwingine siku hiyo. Mtazamaji, kwa hivyo tutaweza kurudi hapa kesho mapema asubuhi saa 3 tuweze kuendelea na kile ambacho kinaendelea ndani ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam katika kesi inayomhusisha Tundu Lissu na mawakili wake. Mtazamaji, kumbuka kulike video hii, na kama wewe ni mgeni katika YouTube channel hii, kumbuka kusubscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii, alafu bonyeza alama kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea ujumbe kupitia simu yako kila wakati habari mpya kutoka mahakamani zitajiri.